tumeamka tukiwa tumepatwa na mkasa na kisa ambacho ni cha kusikitisha mno kwa sababu ya kuchomeka kwa nyumba ambayo inatuhumiwa kwamba wenyewe walikuwa wametumia mshumaa ama candle. Waliasha mshumaa na ambayo hawakuzima na wakalala bila huo mshumaa ukiwa unaendelea kuwaka, na kwa bahati mbaya umeakisha vitu katika ile nyumba imechomeka. Tukasikia jirani anapiga nduru, ilikuwa sauti ya msichana. Alafu jirani wa kwanza kutoka alikuwa wa mwisho, akatoka akapiga nduru. Mimi nikatoka nikaona moto inawaka kwa dirisha. Nikatoka nje nikamwambia hiyo moto waje tuvunje dirisha kwanza, tuzime moto kwanza juu atungeingia. Tukazima moto, ndio tukafungua mlango. Kufungua mlango kumbe alikuwa amelock mlango na chini. Askari wetu wale Ikolomani walifahamishwa, wakakimbia huko kujaribu kuokoa maisha, na walivunja mlango wa nyumba wakaokoa mama na watoto wake 3, wakawakimbiza katika hospitali kuu ya Kakamega, lakini kwa bahati mbaya wale watoto wakawa wamesemekana wameaga, na hicho ni kitendo cha kusikitisha. Tuliwapata ndani ya bedroom wako unconscious. Mama mmoja, wasichana 2 na mtoto wa mvulana mmoja. Tukajaribu tukawatoa nje, ndio tukawapeleka hospitalini. Huyu mama imekuwa candle ndio iliingia kwa mattress ikachoma mattress, lakini venye tumesikia mwenyewe hajachomeka sana, amechomeka mkono, na kitu yenye imeua watoto wamesema ni moshi. Lakini tumehusunika kuona watoto wamepotea kwa njia hii. Na shauri watu wote wenye wanatumia candle, saa ile umemaliza kutumia isime ulale kama umesima. Mara nyingi huwa inasababisha mambo kama haya. Nikasikia kuwa watoto wamefariki hapa. So mizo langu ni kuwa tu ndaimiza tu wale wakazi ambao tunakaa kwa manyumba ambazo ziko na stima, na apart from stima, maybe stima inaweza kuwa imepotea, alafu maybe unatumia kitu kama kataa, tove nini, candle. Mimi mizo langu ni kuwa tu ndaomba mkuwe careful mnapotumia, because kweli ni uchungu sana, ni uchungu sana kupoteza maisha ya watu kama hao. Haya, turoge ginya kore akaunti-ini ya Kirenyaga kuria thirikari ni